Bwana, katika episodi ya 4 tunaendelea miaka 400 iliyopita. Sioyi alirudi nyumbani kwa wazazi wake akiwa na Mingyu. Mama na babake wakashangaa kumwona Sioyi ni mzima, kwani walijua tayari ameshafariki. Basi wakampokea kwa furaha binti yao. Sioyi akamwambia kuwa mama mkwe alitaka nife, lakini huyu ndiye mtu aliyenisaidia. Baba Sioyi akamshukuru sana Mingyu kwa kumwokoa binti yake, kisha akamwacha endelee kuenjoy chakula. Basi Mingyu akakamata hiyo kitimoto, yani ilikuwa imenona ile balaa. Lakini usiku binti akiwa amelala, mama yake akafika na kuanza kumnyonga maskini. Sioyi kuzinduka akashangaa, akasema, "Mama, kwa nini unataka nife?" Mama yake akamwambia, "Kuendelea kuishi ukiwa umechafuliwa jina na jina la familia hakuna maana yoyote ile." Sioyi akamwomba, "Mama, tafadhali naomba niishi mama." Sasa baba naye alikuwa akisikiliza mke wake atafanya nini, naye ilimuuma kummaliza mtoto wake mwenyewe. Akatoka pale. Mama wa binti akamwachia binti haraka, kwani hakuna mama asimpenda mwanae. Hata chizi kwa mwanae humwambii kitu. Akamwambia, "Ondoka haraka na usiwahi rudi hapa, la sivyo babako atatumaliza mimi na wewe." Yaani yeye anajali heshima familia kuliko sisi. Sioyi akauliza, "Sasa mama, vipi kuhusu mtu aliyenisaidia? Nini kimemkuta mama?" Mama yake akabaki akilia tu. Maskini, huku Mingyu alikuwa kataitishwa, kumbe kile chakula alichokula kilikuwa na sumu, lakini wakashangaa maana mpaka sasa Mingyu alikuwa bado hajapoteza maisha. Baadhi ya wajumbe wa mfalme wakadai kuwa kuna familia inadai imempoteza mtoto wao pia na mkwe kwa wakati mmoja, hivyo ikaomba ipewe zawadi ya pole na mfalme. Lakini huyo binti ikaonekana akienda kwa wazazi wake. Basi wakachukua askari na kufika nyumbani kwa kina Sioyi. Wakadai kuwa tunamtaka Sioyi kwa kosa la kumdanganya mfalme kuwa amekufa kumbe yupo hai. Baba wa Sioyi akakataa na kusema binti yangu ashakufa na hayupo nyumbani. Wakataka waingie kusearch, lakini mzee akawazuia japo alikuwa hajui kupigana. Kumbe naye alikuwa anamjali binti yake. Mzee alijitahidi kuwazuia lakini hakuwa anajua kupigana. Maskini akatobolewa pale. Sioyi akafika kwa Mingyu akajaribu kumwamsha, lakini Mingyu alikuwa kwenye hali mbaya kwa sababu ya ile sumu aliyokuwa amekula kwenye kile chakula. Huko mzee aliuawa kikatili. Lakini ghafla wale askari wakashangaa kuona kuna vitu vya ajabu vinavyoelea angani. Sasa nini kilitokea kwa Mingyu na Sioyi? Twende sawa. Hii ni katika episodi ya 4 ya drama yetu safi ya ukweli wanaita My Love from the Star. Mimi naitwa JD na hii ni recap site. Jiunge nasi kwa kusubscribe ili kuwa mwanafamilia, lakini pia washa kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa. Basi twende katika nafasi nzuri ya 4. Sasa Mingyu akaangalia kwenye TV akaona Songi tayari ameshafika kwenye ile party akiwa na vile viatu. Sasa pati yenyewe ilikuwa inafanyika ndani ya boti kubwa majini. Huku baadaye Mingyu akawa anaangalia baadhi ya movie ambazo alikuwa ameigiza Sioyi. Akakumbuka jinsi alivyomwokoa miaka 12 iliyopita, basi akaamua kwenda huko. Lakini baada ya saa 6 tayari kulikuwa kumekucha na polisi leo walifika katika mitaa hii na kukuta mwili ambao ulipatikana kwenye maji. Na huyo mtu alikuwa amevaa viatu kama vya Sioyi. Basi waandishi wa habari wakajaa kituo cha polisi wakitaka kujua ni nani aliyefariki na ilikuwaje. Basi hii kesi ilikuwa chini ya prosecutor Yo. Polisi wakajaribu kumshauri kuwa afunge hii kesi kwani mwili wa marehemu hauna alama yoyote ile, yani kama marehemu alijiua mwenyewe. Sasa kumbe alifariki alikuwa ni Yura. Na jana ilikuwa hivi, wote Songi na Yura walifika kumtakia harusi njema rafiki yao ambaye alikuwa anaenda kufunga ndoa. Lakini Yura akamwambia Songi, na mimi siku chache zijazo naenda kufunga ndoa. Japo walikuwa na beef, kuna sometime walikuwa wanaongea vizuri kama marafiki. Basi Yura akamwambia Songi, mbona unaniiga sana? Kwa nini leo umevaa viatu kama vyangu? Lakini Songi akamwambia, hapana, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuagiza hivi viatu. Basi ni wadada ambao wana ushindani sana katika tasnia ya uigizaji. Sasa wakiwa kwenye party, Wanga alikuwa na wasiwasi kuwa Yura anaweza weka mahusiano yao hadharani, kitu ambacho yeye hakitaki. Basi baadaye baruti na fataki zikawa zinaachiwa pale, watu wakawa wanaenjoy. Sasa Sami alikuwa hapa akiwa na Gion. Sami kuangalia akamwona Songi akiwa kalewa. Mara boti kayumba kidogo. Sami kuja kuangalia tena, Songi hakuwepo alipokuwepo. Akashangaa, Songi kaenda wapi mara hii? Masaya kaenda na pati ikawa imeisha. Lakini meneja wa Yura hakumwona Yura akitoka kwenye boti, lakini pia Songi hakuonekana vile vile. Basi Gion akamtafuta sana Songi na mwishoni akaja kumkuta Songi kalala kwenye kichumba. Basi akamtoa. Huku polisi walikuwa wanaendelea kuchimbua wapate kujua, je, kifo cha Yura kilitokeaje? Lakini maskini, kwa kuwa Yura alikuwa na bifu na Songi, watu wakaanza kusema kifo cha Yura kimesababishwa na Songi, yani Yura akajiua kwa sababu ya Songi. Na ile video ya saluni ya Yura akibishana na Songi ikasambaa sana online, ikionyesha Songi alikuwa na gumu na Yura na ndio maana Yura kajiua. Sasa kwenye apartment ambapo Songi anaishi, waandishi kibao wakafika ili kumhoji. Msaidizi wake akampigia simu. Songi aliposikia waandishi wamejaa nje hadi usingizi ukaisha, kwani tayari watu walikuwa wanaona yeye ndiye msababishi wa kifo cha Yura. Akatoka pale, lakini kwenye lift haikuwezekana kwani waandishi ndio walikuwa wanakuja juu. Songi ikabidi arudi chumbani kwake, lakini alikuwa amepanic, akawa kasahau kodi yake ya mlango. Mara Mingyu akafungua mlango wake, binti akaona hii ndio chance.
akakimbilia chumbani kwa Mingyu na kufunga mlango. Muda huo huo waandishi ndio wakawa wanafika pale juu. Basi wakabaki pale nje wakimsubiri Songi atoke nje. Songi akamwomba Mingyu, naomba nibaki kwako kwa muda, kwani nikitoka tu nje watanitafuna mzima mzima. Na la tumbo likawa linaunguruma pale. Songi akasema, samahani sana, najua nakusumbua, lakini kama una tambi naomba unisaidie, maana sijala toka jana. Mingyu akatoka mle ndani, waandishi wakataka kumhoji, lakini anaga na waga apendi mazoea na watu, akasepa. Songi akabaki anasubiri, yani njaa ilikuwa imempiga ipasavyo. Baada ya muda Mingyu akarudi, akamletea tambi na matunda, kisha akaenda zake kupumzika. Lakini Songi akamfuata na kumwambia, mimi siwezi kula mwenyewe, twende at least ukakae na mimi ninapokula. Lakini Mingyu akampiga hilo jicho, ikabidi aende tu kula mwenyewe. Basi alipiga kile chakula chote hadi akajishangaa mwenyewe. Baadaye Songi akawa anatafuta toilet zilipo. Mara akajikuta anaingia kwenye chumba cha siri cha Mingyu, akakutana na vitabu vya kutosha. Akachukua diary ya Mingyu kusoma, akakuta kuna sehemu imeandikwa mambo yaliyotokea duniani miezi 3 iliyopita. Lakini ghafla Mingyu akatokea. Songi akashtuka na kutupa ile diary. Mingyu akamkamata Songi na kumtoa nje, kisha akamwambia, ondoka ndani kwangu. Songi akasema, samahani, niliingia kimakosa, lakini kama nikitoka nje waandishi wa habari hawatoniacha salama. Binti akamwambia pia, wewe ni mwalimu wangu na mimi ni mwanafunzi wako, hivyo una jukumu la kunilinda. Huku Wang alikuwa anapewa taarifa na mfanyakazi wake, akaambiwa ushahidi wote umepotezwa. Bwana, kumbe Wang ndiye kammaliza Yula ambaye alikuwa ni mpenzi wake. Aisee, huyu jamaa ana roho mbaya ile hatari. Baadaye Mingyu akamuuliza Soi, je, ni kweli Yula amekufa kwa sababu yako? Songi akasema, Yula hata kama ananichukia hawezi kujiua kwa sababu ya kuwa na bifu na mimi. Lakini pia Songi alikuwa na huzuni sana, licha ya wao kuwa na bifu bado alikuwa ni kama rafiki yake. Basi akasikitika sana, kwani Yula alikuwa anatarajia kufunga ndoa karibuni. Basi Songi alilia sana. Sasa Songi akakumbuka ile siku kabla Yula hajapoteza maisha, mida ya saa 5:30 usiku alimuona Yula akiongea na Wang, ambapo akagundua kuwa ni wapenzi wa siri. Sasa Yula alikuwa anataka kuweka mahusiano yao mbele za watu, lakini Wang hakuwa akitaka hivyo. Lakini pia Songi akagundua kuwa Yula alikuwa na ugonjwa wa depression, yani huzuni iliyopita kiasi, na akawa anatumia dawa. Baada ya hapo akakutana na Yula, wakaongea kidogo, lakini Yula kipindi anatoka alisahau pochi yake. Basi Songi alimtafuta ili ampe, lakini hakumuona tena Yula, na hapo ndo ulikuwa mwisho wa yeye kuonana na Yula. Sasa polisi walipoendelea kuchunguza wakamuona Mingyu kwenye ile pati katika video moja. Kufuatilia wakagundua kuwa Mingyu hakualikwa kwenye ile pati, lakini wakashangaa Mingyu alionekana sekunde chache kisha akapotea, na alipopotea Songi naye hakuonekana pale alipokuwa. Polisi wakashangaa, huyu jamaa ni mzimu au vipi? Huku Songi akamuuliza Mingyu, ni kama ile siku ya pati nilikuona, ila nahisi kama ilikuwa ndoto hivi, lakini mbona hukualikwa kwenye pati? Mingyu sasa akakumbuka kuwa siku ile alitoka na kufika hadi kwenye pati na akamuona Songi kalewa na yupo sehemu hatari. Binti naye akamwona Mingyu lakini alikuwa amelewa. Bahati mbaya mawimbi yakacheza na boti ikatingishika. Binti akawa anaenda chini. Mingyu akastopisha muda na kugandisha kila kitu, kisha akaenda kumtoa Songi na kumleta kwenye chumba hiki. Sasa Songi alikuwa kalewa, akahisi kama ipo kwenye ndoto. Basi akamvuta Mingyu na Mingyu bila kutegemea akajikuta wamepigana kiss. Basi polepole Mingyu akamfunika Songi, na sasa anapotoka akawasikia watu wakiongea, ambapo alikuwa ni Wang akisema tamaa yake ndiyo imemfanya ishi hivi, angetulia yasingemkuta haya. Wakahisi kama kuna mtu anawasikiliza, lakini Mingyu akafanikiwa kuondoka pale haraka, akatokea nyumbani kwake ambapo alikuwa hoi bin taban, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Basi huko nje waandishi wa habari walikuwa wameweka kama kambi kabisa wakimsubiri Songi mpaka atakapojitokeza. Basi usiku Mingyu alikosa kabisa usingizi, kwani alikuwa na mawazo mengi sana. Basi akashuka polepole hadi alipolala binti, akamfunika vizuri blanketi. Basi akabaki akimwangalia. Hakika Songi ni mrembo sana. Basi akakumbuka zamani miaka 400 iliyopita, kuna siku sio hii alimwambia, mheshimiwa, mimi nakupenda, natamani nikue haraka ili nikuonyeshe mimi ni mrembo kiasi gani. Na kweli leo binti kawa mrembo kupindukia. Usiku katika nyumba ya marehemu Yura akaingia mtu kwa siri na akaiweka barua fulani. Sasa asubuhi dada wa Yura kuingia akaikuta ile barua, na hiyo barua ilikuwa ikionyesha imeandikwa na Yura kuhusu kujiua kutokana na kuwa na ugomvi na Songi. Huko Songi alipoamka akawa anafanya huu mchezo, yani akawa anasema ni njia moja ya kufanya miguu isivimbe hivi, kwani jana alikula tambi nyingi, yani ni binti fulani mwenye vituko na ucheshi. Mingyu akamwambia asafishe pale ndani, maana jana alikula na kapaacha ovyo ovyo, lakini Songi akagoma. Mingyu akasogea sasa ili amtoe pale. Basi wakaanza kugombana. Mingyu akamkamata Songi na kumweka kwenye kochi. Mara Mr. Janga kafika na kuwaona wakiwa kwenye ile situation bana, ikabidi waachane pale. Mingyu akasema baba. Songi akasema kumbe wewe ndo baba yake. Samahani, mimi ni jirani yake na nimemuomba hifadhi yake kwa muda, hivyo usituelewe vibaya. Upande wa polisi, prosecutor Yo alikuwa akiendelea kupeleleza ili ajue, je, Yula alijiua mwenyewe au ni ajali iliyosababishwa na mtu. Sasa
Sasa Wang leo akaambiwa na kijana wake kuwa ile barua inazidi kufanya familia ya Yula iamini kuwa Yula alijiua mwenyewe, lakini kuna prosecutor ambaye anajifanya anajua sana kuchimbua kesi. Wang akauliza huyo prosecutor anaitwa nani? Sasa kumbe prosecutor hiyo ni kaka wa Sami. Basi mama hao akasema, Sami, kaka yako anajaribu kufuatilia kesi ya Yula. Prosecutor hiyo akasema, mama, bado hatujathibitisha kuwa Yula alijiua mwenyewe, hivyo siwezi kuifunga hii kesi. Baadaye prosecutor hiyo akiwa na agent wa polisi wakafika katika saluni na kuichukua ile video ile siku ambapo Mingyu alivunja zile taa pale saluni. Wakajiuliza ni binadamu gani ana uwezo wa kuzipasua zile taa kimaajabu. Wakaanza kuwa na mashaka na Mingyu. Baadaye Mingyu akipita mtaani akaona bango moja la Songi likidondoka, huku waandishi wa habari wakaamua kuondoka pale nje. Sasa Mingyu alipoingia ndani, Songi akawa anataka kutoka nje. Mingyu akamzuia, Songi akamsogelea makusudi. Mingyu akadondosha glasi ya maua na ikapasuka. Mara Songi akapigiwa simu na alikuwa ni msaidizi wake, akamwambia dada wa Yula anaenda kuujiwa na anadai kaona barua ya Yula kuwa alijiua kwa sababu alikuwa na ugomvi na wewe. Msaidizi wake akamwambia usipoangalia mwisho wa lawama zote zitakuangukia wewe na wakati huhusiki chochote. Songi akaamua kutoka lakini Mingyu akamzuia. Sasa Songi alikuwa akakanyaga vipisi vya glasi, basi akamchukua na kumweka kwenye kochi, kisha akampatia first aid, akamfunga kile kidonda. Lakini baadaye Mingyu kuangalia akakuta tayari Songi alishaondoka. Sasa kutokana na uvumi unaoendelea, sehemu mbalimbali zilianza kukataa kufanya kazi na Songi. Songi akaona it's okay, kama wanalinga na yeye hatawalazimisha. Huku Wang akapata picha ya Songi, basi akasema okay, kumbe siku ile mtu ambaye alisikia alikuwa ni Songi. Baadaye Songi akakutana na rafiki yake Sami. Sami akamwambia usijali, kaka yangu ndiye anafuatilia hiyo kesi, hivyo mambo yote yatakuwa sawa na kila mtu ataacha kukuhisi vibaya. Basi Songi akasema asante sana, nina bahati nzuri ya kuwa na rafiki kama wewe. Baada ya Songi kutoka pale akiwa kwenye apartment nyingine, maana kule alishaona kumichafuka, mara akapigiwa simu na Wang. Wang akamwambia nahitaji tuonane, nina mazungumzo na wewe. Songi akauliza je, unajua ninapoishi? Wang akasema ndio najua, Guillaume aliniambia kuwa umehama na umehamia sehemu nyingine. Songi ikabidi akubali japo alikuwa anajiuliza Wang anataka nini. Wang alifika kwenye ile apartment, lakini pia Mingyu alifika naye pale kumtembelea Song. Mingyu akashangaa kumuona Wang pale, alafu kumwangalia akaona ni kama huyu mtu nishawahi muona mahali, lakini mara ghafla akaitwa na agent wa polisi. Agent wa polisi akamwambia tulikuona kwenye ile siku ya party na haukuwa mwalikwa, hivyo naomba maongezi na wewe. Mingyu ikabidi akubali, ila akawa bado na hofu juu ya usalama wa Songi. Sasa akiwa kwenye gari na agent wa polisi akawa anajaribu kufananisha matukio, akakumbuka huyu mtu ndiye aliyemsikia akiongea kuhusu kummaliza mtu, na kama Songi anajua atakuwa hatarini pia. Huko Songi akawa anajiuliza nifanyaje, nifungue mlango au nisifungue? Basi akaamua tu kufungua, lakini Mingyu akaona Songi atakuwa hatarini. Polisi akiendelea kumuuliza maswali, Mingyu akatoka haraka na kuwahi ndani. Bana, je, Mingyu atafanikiwa kuwahi na kumuokoa Songi? Basi usikose katika nafasi ya 5 ambapo sasa hii drama ndio inaanza kuwa nzuri, yani kuna visa mikasa na mapenzi hapo mbele. Mimi sina la ziada, ni kuage na tukutane katika nafasi ya 5. Bye bye.